Elewa nini maana ya kuzaliwa mara ya pili. Nikodemo alimfuata Yesu usiku, akamwambia, Bwana, mwalimu, nifanye nini ili kwamba ni urithi ufalme wa milele, ama nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu Kristo akamwambia, zaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni kitu kikubwa sana ambacho kinatupatia identite kama vile watoto wa Mungu. Paulo alisema katika barua ya Wakorinto wa pili sura ya 5 na mstari wake wa 17 kwamba hata sasa imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Kwa nini? Kwa nini mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yote yamekuwa mapya? Kwa sababu tunapozaliwa na wazazi wetu tunazaliwa mara ya kwanza, na katika kuzaliwa mara ya kwanza tunapata jina za wazazi wetu. Lakini wakati ambapo tunapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, hatuzaliwe katika dunia, bali tunazaliwa katika ufalme wa mbinguni. Tunafanyika wana wa Mungu, wana wa Mungu ambao watokane na damu ya kibinadamu, lakini ambao wanatokana na mapenzi ya Mungu peke yake. Na tunapozaliwa upya tunakuwa na identite na assurance kwamba sisi ni wana wa Mungu, na kama sisi ni wana wa Mungu tunayo uzima wa milele ndani ya Yesu Kristo. Na mtu akiwa mwana wa Mungu kuna vitu ambao hatakiwa kuogopa. Kuna mtu anasema wachawi wamenipiga magonjwa. Kuna mwingine anasema mashetani ziko zinanishambulia siku hizi. Acha nikwambie, ukimwona mtu anaanguka na mapepo ama mtu anashambuliwa na wachawi, ujue ya kwamba kiukweli hajawahi kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu mtu akizaliwa mara ya pili anakuwa na assurance kwamba yeye ana ulinzi mkubwa kutoka kwa Mungu. Na assurance nyingine kwamba mtu akizaliwa mara ya pili ni Kristo ndiye anakuja anafanya makao ndani yako. Akifanya makao ndani yako anakupatia meme sura pamoja na yeye, munakuwa na identite moja, munakuwa na namna moja. Ni kusema kama Kristo amekaa ndani yako, hakuna mapepo ambao wanaweza kukaa ndani yako. Kama Kristo amekaa ndani yako, hakuna mashetani ambao yanaweza kukuweza. Mtu amepigwa marazi anasema kwamba ni mashetani na nipiga marazi, na japokuwa anajua kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Je, inawezekanaje? Tukimwamini Yesu Kristo kuna mambo ambayo Mungu anakuwa anatuepusha nayo, kwa sababu sisi ni watoto wake. Hatuna chochote cha kuogopa. Hata tulale usiku hatukuomba, Kristo Yesu anatulinda kwa sababu sisi ni wana wa Mungu. Hata tutembee barabarani hatukuomba, Kristo Yesu anatulinda kwa sababu ni haki ya Mungu kulinda watoto wake. Ni sawasawa na mzazi katika nyumba. Mzazi ndiye anayejua kufunga mlango kwa sababu ni yeye ambaye anachunga security ya watoto wake. Ni mzazi ndiye anapaswa kujua hawa watoto wanatakiwa waishi katika security ama wasiishi katika security. Ndio kwa maana ujua kwamba Mungu anakulinda kwa sababu wewe ni mwana wake. Umezaliwa mara ya pili katika ufalme wake, katika viwango vya kiroho, na wewe huna haja ya kuogopa kitu chochote. Usiogope kitu. Wewe ni mwana wa Mungu. Yaani ringa ndani ya Kristo, kwa sababu kuwa ndani ya Kristo ni kitu kizuri sana. Kumwamini Yesu Kristo ni kitu kizuri sana ambacho kama hujawahi kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama hujawahi kuzaliwa mara ya pili, leo ninakualika uzaliwe mara ya pili, kumwamini Yesu Kristo ili kwamba awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ailinde maisha yako na kupatie uzima wa milele ndani yake. Amen.